Siku hii ya leo inaleta kelele sana masikioni mwa watu. Ndio maana tumeamua kwamba neno ambalo tutaongea leo linasema kelele za nini ajili ya tarehe 25 mwezi wa 12. Mungu atusaidie sana. Tunapouliza kelele za nini, haiko ile makelele ya kupasula masikio, lakini ni mabishano yenye iko. Utakuya kuta mtu anajidai kwamba anajua Biblia, amesoma Biblia, anatumikia Mungu, lakini anakataa tarehe 25 ya mwezi wa 12. Lakini acha niulize, tarehe 25 ya mwezi wa 12 tunaisherekea kuna nini? Ili yale mabishano yatakapoanguka katika masikio yako uwe na jibu kamili. Kwa kweli tunapoona namna tarehe hii inasherekewa, ni tarehe ambayo sisi tunaona kuzaliwa kwa Masia, yaani mkombozi wetu Kristo Yesu. Sema amina. Tarehe 25 kisiasa imeongelewa namna ingine, kihistoria imeongelewa namna ingine. Hata katika wasomaji wa Biblia kuna tatizo ya kuelewa tarehe hii, na imeleta kelele, imesumbua masikio ya watu. Hebu leo acha tuongelee tarehe hii. Tarehe hii kwa kweli, kabla hatujasoma Biblia, tueleze kwanza maelezo ya historia. Historia inaeleza kwa tarehe hii kulikuwa maabudio ya miungu mbalimbali. Roma kulikuwa miungu, katika mji wa Egypte, Misri kulikuwa miungu, katika miji mingi yote kule ambako imani ilifika mbele ya wakati, miungu ilifuata na ikaabudiwa kwa tarehe 25 ya mwezi kila mwaka uliokuwa ukifika mwezi wa 12. Lakini Waajemi walikuwa na mungu ambaye walikuwa wanamuita Mitra. Mitra huyu alikuwa ni mungu wa mwanga, ambao walimuita pia mungu wa haki, na wakamuita tena mungu wa ahadi. Hii ni habari ambayo inapatikana katika historia ya kule kwenye Waajemi. Wakati tunafika Roma, tunakuta Roma walikuwa na mungu ambaye aliitwa jua lisiloshindwa, naye wakamwabudu tarehe 25 ya mwezi wa 12. Tunapofika Misri, walikuwa na mungu ambaye walimuita Horus. Horus naye alikuwa mungu ambaye aliabudiwa hii tarehe 25 mwezi wa 12. Na hapa ndipo panakuwa sasa tatizo kwa wanadini ambao hawaelewi nini misio ya Yesu. Yesu alikuja kufanya nini wakati anazaliwa? Ndio maana somo letu leo linauliza kelele za nini ajili ya tarehe 25 mwezi wa 12. Mungu atusaidie sana. Kelele hizi zimezalika hivi. Wamoja wanasema wakati tunaabudu, tunasherekea siku hii ya tarehe 25 mwezi wa 12, ni kwamba tunajiunga na wale waliosherekea mungu jua, waliosherekea Horus au waliosherekea Mitra. Lakini sisi tunasema hapana. Wengine wanatuambia tarehe 25 imeandikwa wapi katika Biblia? Lakini Biblia inasema maneno yote yaliyotendeka yangeandikwa, hayangeliweza kupata kitabu ambacho kitajaa na kipate nafasi ya kukaa katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hekima za Mungu alifanya maneno yote kwa uchache akayaweka ndani ya Biblia. Tutakwenda kusoma kusudi tuelewe somo hili vizuri na tupunguze kelele, na wale watakao tupigia kelele tuwajibu. Somo hili tulipate katika Luka sura ya 2 mstari wa 1 hadi ule wa 7. Luka sura 2 mstari wa 1 hadi ule wa 7. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Siku zile amri ilitokea kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Tunapofika kwa ule mstari wa 1, tunaona kwamba kulitokea amri ya kuandika, kuorozeshwa kwa watu wote katika ulimwengu mzima. Na miongoni mwa hawa watu mulikuwemo Yusufu na mulikuwemo nani? Mariamu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ikaamuriwa na mfalme kwamba kila mtu aorozeshwe. Mstari wa 2. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Unaelewa kwamba hakujakuwa orodha ingine, hakuyafanyikaka recensement ingine wakati wote wa huu mfalme Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Liwali ni gouverneur. Ile wakati hapakuwa hata recensement ingine ya vile yenye nishakapita. Donc hii recensement kwa kifupi tunasema kwamba ilikuwa reference ya mzuri, lakini pia presence ya mfalme huyu liwali Kirenio nayo ilikuwa reference ingine. Kitu cha tatu, ile orodha ambayo huyu mama Mariamu na Yusufu walisherekea. Tuendelee mstari wa 3. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wambari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Ni neno la Bwana. Unaona kama andiko hili linatuonesha mwandishi alikuwa na precision kwenye anapana madetaye namna mfalme alikuwa, kitu mfalme alichotamka kwamba watu wote sherti waorozeshwe, na wote wakaenda kuorozeshwa. Anataja hata njia, Yusufu na Mariamu walitoka wapi na wakaenda wapi. Anataja ukoo wa Yusufu na Mariamu. Anataja hata mahali mtoto alipozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kupotezwa kwa tarehe hii katika Biblia ni mpango wa Bwana. Kutokutajwa kwa tarehe hii kuna kusudi ambalo sasa ninataka nikuambie. Ndio maana ninakuuliza, mabishano ya nini? Kelele za nini kwa ajili ya tarehe hii ambayo Mungu mwenyewe aliiweka na anaijua? Mwandishi wa kitabu hiki anaonesha kwa kusema ile siku ilikuwaka tarehe fulani haingelimshinda, lakini aliiacha kwa kusudi kuu la Mungu. Nalo ni kusudi gani Mungu alilokusudia? Kusudi Yesu azaliwe. Unaposoma Luka sura 19 mstari wa 10,
Tuangalie Luka, hii Injili ya Luka sura ya 19 mstari wa 10. Inasema hivi, tusome kwa jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Amen. Mwana wa Adamu alikuja kuzaliwa kwa Kristo. Hii ambayo tunataja leo ina maana makubwa. Kristo hakufika kufanya ziaka. Kristo hakufika kujionesha miongoni mwa wanadamu kwamba anaweza, lakini alichofika kufanya ni kutafuta kile kilichofanya nini? Kilichopotea. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati anakuja kutafuta kile kilichopotea, ni kwamba kuna siku zilizopotea, kuna tabia zilizopotea, kuna watu waliopotea. Amen. Miongoni mwa vitu vilivyopotea, tarehe 25 mwezi wa 12 ilitoka katika maabudio ya utakatifu. Mungu atusaidie wapendwa. Ikatoka kwenye lengo la Mungu, sababu Mungu aliumba hii siku ili kila siku iitwapo leo yeye aabudiwe. Lakini kaonekana tarehe 25 imevamiwa Roma, imevamiwa kwa Waajemi, imevamiwa Misri, imevamiwa katika ulimwengu wote. Miungu inaabudiwa kuliko kumwabudu Mungu anayeshikilia pumzi yetu ya uhai. Mungu atusaidie sana. Alafu katika kuzaliwa kwake, ile siku yake ya kuzaliwa haikuwa na maana. Cha maana kwake ni kukamata zile siku zilizopotea na kuzirejesha katika ufalme wake. Sasa kinachonihusikisha ni kwamba hata Wakristo wa Kipentekoste nao pia wanakataa kusherekea sikukuu hii ya Noeli. Ijapokuwa ni siku ya kuabudu, ni siku ambayo kila mmoja wetu angelijiweka anasema, leo kama wale waliabudu Mungu jua, mimi nitamwabudu Mungu aliye hai. Tukumbuke tunapoona Danieli, wakati mfalme wa Babeli ameweka sanamu kwamba ile sanamu iabudiwe. Mnakumbuka ile hadithi? Danieli akasema nini? Kila leo mnapoabudu ile sanamu, mie nitafungua madirisha, nitapanda kwenye dari, nafungua madirisha, ninaomba kwa sauti kubwa. Sasa yeye angelisemaka hata kwaka naomba juu wale wenyewe biko banaabudu sanamu banaiabudu, eske Babeli yote ingeokolewa? Aliposhikwa kwamba anaabudu katika wakati wa kuabudu miungu, yeye anaabudu Mungu wa kweli, Mungu mwingine akashikwa na kwenda sasa kuangamizwa, kwenda kuhukumiwa. Alitupwa katika pango la simba. Alipofika mle, wanaona kwamba simba hazikumzuru, ndipo wakamtosha na wakakiri kwamba Mungu wa nani? Wa Danieli ndiye Mungu astahiliye kuabudiwa. Chapia Bwana makofi mazuri. Nasema mchapie Bwana makofi mazuri. Mungu wa Yesu Kristo ndiye astahiliye kuabudiwa siku ya leo, tarehe 25 mwezi wa 12. Kelele za nini miongoni mwa watu? Hatuna tena ruhusa ya kubishana na watu. Ikiwa wao wataendelea kukataa kuiabudu, mimi nitasimama kwa zamu yangu. Sijui na wewe utasimama wapi. Kama na wewe utasimama kwa zamu ya kumwabudu Mungu tarehe hii ya 25 mwezi wa 12, sema amina. Bwana akubariki sana. Angalia andiko lingine katika Isaya sura 59 mstari wa 2. Inasema nini? Mungu anafika na anajua ya kwamba dhambi zetu ndizo zinatutenga na nani? Na yeye. Sasa kufika kwake ni kufika kutafuta kwamba sisi tuliokuwa mbali, sisi wanadamu tuliopotea mbali, dhambi zikatupeleka mbali, tunaporejeshwa
na sisi tumwabudu. Sasa tukikataa kuabudu, tukikatala kwamba siku hii ya 25 Desemba tunaiachia Ibilisi, alafu tuseme hivi, na sisi tusitangaze Injili ili wale walio katika giza wasione nuru ya Bwana, tuwaachie kule. Mtu akisema hawezi kusherekea 25 Desemba ni kama vile anasema siwezi kwenda kuhubiri mpagani atajiletaka. Ile inawezekana? Kufika kwa Kristo, kuzaliwa kwake, alikuja kufanya nini? Kutafuta kilichopotea, ambamo miongoni mwa kilichopotea 25 Desemba iliyokuwa ikisherekewa na miungu. Lakini angependa kuandikisha tarehe yake ya kuzaliwa, ninakwambia haingelikosekana. Kwenye banajua mpaka kwenye mzazi alienda kazalia kunajulikana, mpaka mfalme aliyetamka ile arete anasema watu wote kwenda kuorozeshwa, wakajua na pale Yosefu alipokwenda kujiorozesha, na wakajua wanani waliofika wa kwanza kumsujudia mtoto, nao walikuwa wanatoka mbali. Hata siri ya fungo walilolibeba, kado zenye waliletea mtoto zilijulikana. Ninaamini katika mkutano hapo watu wanazijua. Alileta manemane, wakaleta ufumba, wakaleta tunu. Hii yote ilimaanisha walijua kwa makini nini ambacho, wapi na siku gani ambayo mtoto alizaliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Katika Waroma sura 3 mstari wa 23 inatuonesha kwamba sote tulifanya dhambi na tukafanya nini? Tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Alafu wakati Kristo anazaliwa ni kwamba anaturejeshea ule utukufu. Angalia kule Mitra, kule kwa Wajemi wanasema Mitra ni mungu wa mwanga, na Yesu wakati anafika anasema ninawaletea sasa ile nuru ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Anafika kuangazia watu walio katika giza. Wale wa Misri walioabudu mungu jua walitafuta tu waone nuru, sababu nao walijua ya kwamba wako katika dhambi. Wanazania mpagani hashu wake kama anapaganika, anajua, lakini namna ya kutoka kule hajapata nuru. Ndio maana kufika kwa Kristo pia katika maisha yetu ya kiroho kunatuambia nasi tunapompokea Kristo twende sasa tumuoneshe wale wengine. Haleluya. Ndio maana hata Mathayo 28 mstari wa 19 inasema enendeni mkafanye watu mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Kwa nini anaambia wanani? Ni wale ambao waliokubali kwamba Kristo amezaliwa. Sasa Kristo anapozaliwa haiko tu kupamba makanisa, haiko kupamba manyumba, haiko kujipodoa, kukula sana, kulewa sana, kuvala sana. Hapana. Kristo anapozaliwa ni kutayarisha mioyo yetu. Amen. Anapozaliwa ni kupokea ile nuru, ni kupokea ule mwanga, ni kupokea ule ukweli ambao tulikuwa tumepoteza zamani, ni kuangazia hata siku ambayo ilikuwa imewekwa katika giza. Kuna muda ambao siku haikuangazia watu, walitembea wakiabudu miti, wakiabudu mawe, wakiabudu vitu. Na hata leo kinachotushangaza, makanisa mengine yamechonga sanamu na kuzisujudia. Wanafikia wakati wa kusema sisi tunaona Mungu wa travere hii. Hata kama wangeambiana aseme haiko Mungu, lakini ni imani tu, naona pale kiimani na tunaona Mungu aliye mbinguni. Hapana. Hapana. Kitabu cha Kutoka sura 12 tangu mstari wa 7 pale inatuambia kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Tusijifanyie kitu cha kuchonga.
hicho cha sanamu iliyo mbinguni au sanamu inayoonyesha kitu cha chini ya jua au chini kuzimu. Hapana, Mungu hana besoin ya vile. Mungu anataka waabudu halisi, wamwabudu katika kweli na haki. Sasa amefika kusudi atuangazie wale wote waliokuwa wakisherekea sikukuu hii kwa kuabudu mawe, kuabudu nyama, kuabudu miti, kuabudu sanamu, kuabudu jua, kuabudu wababu. Waache. Kitakachofanyika ni kwamba tumwabudu Kristo ambaye amefika kutukomboa. Amefika kututoa katika utumwa, amefika kututoa katika dhambi, amefika kututoa katika giza na kutuangazia nuru iliyo ya kweli. Kelele za nini? Tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu sisi tunaitafuta ifanye nini? Hatuna shida na siku yake ya kuzaliwa, tuko na shida na siku zitakazokombolewa. Kama wewe ulikuwa na rendezvous chaque samedi, chaque dimanche unakuwa na rendezvous, ukibadilisha zile rendezvous za sambi, kila dimanche unaanza fika kuabudu Mungu kanisani, si umeokoka? Kwa nini tena tukumbuke tuseme hivi ulikuwa na rendezvous kila dimanche? Sasa hauwezi ingia mkanisa dimanche, utakuwa naingia lendi au samedi. Unateswa ungali katika giza. Wakati moja nikasema hivi, kwa yeyote ambaye alikuwa na karama kule katika giza, ulikuwa na kipawa cha giza. Nilete mfano, ulishuhudia sana uongo, uliteta sana. Wakati unaokoka, ile ulimi iliyokuwa ikitaja matetano ilete itaje habari njema masikioni mwa wapagani. Amen. Tuhubiri habari njema kupitia zile karama tulizokuwa nazo. Kwa nini ulikuwa naweza kutobola nyumba za watu unaiba, lakini kutobola mioyo iliyoibwa na shetani na kuileta kwa Yesu inakushinda? Ni kwamba bado hujampokea Kristo. Lakini leo tunasherekea sikukuu tarehe 25 mwezi huu wa 12. Ni kwamba Kristo amefika, amezaliwa kuja kukomboa hii siku. Hakuzaliwa hii tarehe, tunajua wazi, hakuzaliwa le 25 Desembre. Na kama alizaliwa le 25 Desembre hatuna precision, sababu tunachokitamka ni andiko. Kisichoandikwa tukiachie roho, lakini tunachojua imeandikwa kwamba alifika kutafuta kile kilichopotea ili akirudishe. Na hii siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 ni miongoni mwa zile siku ambazo zilikuwa zimepotea, sherti irejeshwe kwetu. Na inaporejeshwa kwetu, ni kwetu sasa kuisaminisha, kuipatia valeur, kuisherekea, sababu imeponyoka toka mikono ya shetani na kurudi kwetu. Mchapie Bwana makofi. Mchapie Bwana makofi mazuri. Kwa ufupi nataka sema hivi, ukimkuta mtu anabishana na wewe, anakuambia tarehe 25 ni siku ya wapagani, umwambie ile ilikuwa jana. Tangu Kristo alipozaliwa aliikomboa, na sisi tunaisherekea. Mungu abariki neno hili kwenu na kwangu. Amen.